Shalom, shalom, wateule wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Bwana lipitalo majina yote. Ni siku nyingine tena leo tumeuona mkono wa Bwana. Nawasalimu kutoka milima ya mbali kabisa, tukiendelea na kazi. Basi niwape neno la baraka katika siku ya leo. Kwanza niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wa miungu yote, ninakushukuru Bwana kwa neema yako, kwa nguvu zako, kwa uweza wako. Mungu, ukatulinda kwa nyakati zote, hata sasa tupo hapa, sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa uweza wako Bwana. Ninakuinua wewe Mungu kama uishivyo, ambaye mimi mtumishi wako ninasimama mbele zako. Baba, ninaweka kila mmoja anayepata kulisikiliza neno hili mikononi mwako. Mungu, ukambariki, ukamfungulie masikio na macho ya rohoni, ili akapate kuyasikia na kuyaona yale ambayo Bwana umeyahifadhi katika hekima zako, katika jina la Yesu. Kila pepo linalozuia usikivu, pepo la mafarakano, le pepo la umbumbu, la uziwi, ninalifunga na kulitupa kuzimu kwa jina la Yesu. Baba, ukapate kutawala na malaika wako ukapate kutuhudumia. Kwa roho wako Bwana ukapate kutuongoza. Nisianene yote kwa shauri langu, bali Bwana ukanene ndani yangu, katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Basi watumishi wa Bwana, nipate kuwapa neno katika siku ya leo. Yamkini tumekuwa mashuhuda katika maisha yetu, katika mienendo yetu, katika kila hatua tunayopitia. Tumekuwa tukikumbana na mambo mbalimbali, kiasi cha kwamba kuhisi labda hatuna msaada. Na mara nyingi tunapopata na matatizo mbalimbali, huwa tunawaangalia ndugu na jamaa ambao wao wanaweza kutusaidia. Ndio maana ukipatwa na tatizo cha kwanza unaangalia, nina fedha kiasi gani? Nani ana uwezo wa kunisaidia? Na jamaa yupi ambaye yeye ana uwezo wa kunisaidia? Huwa tunaangalia misaada inayotoka kwa watu katika misaada inayotoka kwa binadamu wenzetu. Lakini nikwambie jambo jema siku ya leo, mtumishi wa Bwana. Katika hali ya kawaida ya kibinadamu, sisi hatuna chochote tunachoweza kukifanya. Isipo yeye Mungu ndio mwenye uwezo wa kufanya yote. Tunahitaji kumkimbilia yeye ili yeye atukomboe katika shida zetu. Tambua ya kwamba wakati tulio nao ni nyakati za mwisho. Na nyakati za mwisho zinajidhihirisha kwa yale ambayo maandiko yameandika. Tumeona, soma katika kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza. Soma kuanzia mstari wa 22 kwenda mstari wa 16 kuendelea. Utaona kadri unavyoenda mbele, utaona Mungu anazungumzia nyakati hizi tulizo nazo sasa. Anazungumzia masuala ya ushoga, masuala ya usagaji na vitu vinginevyo. Wanaume kuakiana tamaa, wanawake kuakiana tamaa. Hizi ambayo tunayaona sasa hivi yanafanyika kwa mataifa mbalimbali. Tunaona mashirika makubwa yakitumia fedha nyingi kushawishi watu, kushawishi mataifa, kushawishi serikali ili ziweze kukubaliana na hii tabia chafu ya kuweza kuingiza ushoga kwenye mataifa, kuingiza usagaji kwenye mataifa. Na hata tumeona Umoja wa Mataifa ukiweka zile kanuni mpya ambayo uliweka mwaka jana, kama sio mwaka juzi, mwaka jana, kanuni mpya 16 za umoja za haki za binadamu. Moja hapo anasema ni sex orientation. Where are you oriented to be? Which sex are you oriented? Sasa mtu awe oriented to any sex, kwamba wewe ni mwanaume ujione kwamba wewe ni mwanamke, ujione kwamba wewe mwanamke ujione kwamba wewe ni mwanaume. Hivi ni vitu vya ajabu kabisa ambavyo havijawahi kutokea. Utaona kwamba kipindi cha Sodoma na Gomora, Mungu aliuangamiza mji wa Sodoma na Gomora. Tatizo kubwa walipoingia kwenye ushoga, wanaume kwa wanaume kuanza kulala pamoja, kufanyana vitu vya ajabu. Ndio maana hata wale malaika wa Bwana walioenda kuangamiza mji wa Sodoma, wale watu walipowaona wakasema tunawataka hao. Lutu akasema hapana, ni afadhali mchukue hata mabinti wangu ambao ni bikira. Wakasema hapana, sisi tunawataka hao hao. Utaona ni kwa namna gani hao watu dhambi imekithiri. Sasa hivi watu wanamkufuru Mungu hadharani,
Wengine wanasema Mungu hayupo. Mara takataka za ajabu ajabu. Kuna vitu vingine ni vya ajabu hata Tanzania hii. Unaona eti vinaongea kabisa kwenye mtandao. Hao wanaosema Mungu yupo, Mungu hayupo. Sijui dini hizi za uongo. Sijui mambo kibao. Nawaambia moto unakuja, siku ya Bwana yaja. Siku ya Bwana inakuja na Mungu anakuja na ujira wake. Mungu anakuja na ujira kuwalipa wote sawa sawa na matendo yao. Kama hautabadilika leo, moto unakuja. Chukua hatua leo kubadilika. Mkimbilie Kristo, muamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili upate kuiponya nafsi yako. Usipomwamini, hukumu tayari. Manake Biblia inasema kwamba amwaminie mwana yuna uzima. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Na kwa nini tunapaswa kumwamini Kristo? Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 12, habari wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Kwa kumpokea Kristo na kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Watoto wa Mungu hurithi baraka na uzima. Watoto wa Mungu hurithi ulinzi. Lakini watoto wetu wa kimwili tunawarithisha wakati mwingine matunguli, tunawarithisha mila na tamaduni, tunawarithisha tabia chafu. Hipi njema? Ni vema ukamwamini Kristo leo ukapata uzima. Ndio maana katika kitabu hicho cha Yohana sura ya 8 mstari wa 12 anasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mtu akiniamini hatokaa gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa nini usiweke nuru ya uzima ndani yako? Wakati umelala kitandani ni mgonjwa, hujui nini cha kufanya, ipo nuru ya uzima ambayo hiyo ni kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo, huo ugonjwa ulionao utaondolewa. Ukimwamini Yesu Kristo, hayo matatizo ulionao yataondolewa. Ukimwamini Yesu Kristo, atakufungua kutoka kwa vifungo vya mila na matambiko yenu. Kwa sababu matambiko yanafuatilia kizazi hadi kizazi. Inawezekana una shida leo, pati mtoto, mimba zinatoka, ni kwa sababu umerithi laana zilizotamkwa kutoka kizazi hadi kizazi. Unatembea katika kongwa la laana la ukoo, unatembea katika kongwa la laana la familia. Haya, angalia sasa, laana inayotafuna dunia sasa hivi ni kutenda kinyume na Mungu. Angalia mji wa California kule Los Angeles ulivyounguzwa kule Los Angeles. Umeunguzwa kwa sababu ya laana. Wanasema wasiwazi kabisa eti tumeshinda hapa mpaka sasa hivi, Mungu amepata kula sifa. Hivyo wewe unaweza kumfananisha Mungu? Mungu ameshinda. Yeye ni wa kwanza na yeye ndiye wa mwisho. Kila kitu unachokiona, hata upumbavu unaofanya, Mungu anaujua. Sio kwamba hujui. Na anajua ni kivipi mnamtumikia shetani. Huyo shetani mnayemkimbilia atapokwa mamlaka na ataingizwa kwenye moto. Utaingia naye. Kimbilie Yesu leo upate uzima. Na ndio maana kwa nyakati hizi ulizo nazo unaona kwamba hamna msaada. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 21 unasema, na kila alitakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Wakati umekata tamaa, wakati hujui nini cha kufanya, liitie jina la Bwana. Ipo neema ya ukombozi kwake. Wakati watoto wako hawajui nini chakula, liitie jina la Bwana. Wakati tumbo lako halibebi mimba, liitie jina la Bwana. Wakati maisha yako yapo katika shida, liitie jina la Bwana. Wakati umekwama, hujui nani wa kusaidia, liitie jina la Bwana. Utakombolewa katika shida yako katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikufunike. Roho wa Bwana ashuke ndani yako, akufungulie upate kuyajua, upate kumjua Mungu, upate kujua ukweli, ugeuke, uachane na dini yako, umkimbilie Kristo. Kwa maana Mungu hatoihukumu dini, atakuhukumu wewe kwa kutomwamini yeye. Ndio maana katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kama ukumwamini Kristo, imekula kwako. Mungu akubariki. Ninaenda kuombea asubuhi ya leo, Mungu akapate kufungulia ili ukatembee sawa na agano lake. Bwana Yesu, ninawaweka watumishi wako wote hao mikononi mwako. Mungu kapate kuwafungulia
masikio na macho yao ya rohoni, wakapate kujua Mungu, wakakutumikia katika kweli, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Barikiwa watumishi wa Bwana, neema ya Mungu wafunike na ulinzi wake wazunguke katika jina la Yesu.